Hello, habari gani? Kwa mara nyingine tena naitwa Fasadi Mohamed Salanga. Hiyo picha unaiona hapa ni darasa letu la bidhaa za nywele. Kama hujajiunga unaweza kujiunga. Karibu sana, unaweza kunitafuta WhatsApp ili uweze kuja kujifunza. Leo nakwenda kuzungumzia kuhusu hair mask. Hair mask ni nini? Hair mask ni matibabu ya kina ya kuchakata nywele ambayo hutumika kuzitunza nywele kwa kina. Hair mask hupakwa kwenye nywele safi na zenye maji kidogo na kuiacha kwa muda fulani kuruhusu viungo viingie kufanya kazi kwenye shina la nywele na kutoa huduma kwa kina. Kwa hiyo ndo maana ya hair mask. Hii mzuri sana kwa wale wenye nywele ambazo tayari zimeshaharibika, zimekuwa za njano, zimeshaharibika labda na kemikali, labda zimeharibika na jua. Kwa hiyo unatumia hair mask kwa ajili ya kufanya matibabu ya kina. Na jinsi ya kuitumia hair mask kabla hatujaenda kuitengeneza, ngoja niwaelezee. Osha nywele zako na shampoo au na maji, alafu kisha futa zisiwe za maji sana. Paka ya maski kwa kutumia mikono. Funika nywele zako kwa kofia la plastiki kama dakika 20 hadi lisali moja. Osha baada ya muda. Umeona, baada ya muda huo utaosha. Matokeo utaanza kuyaona baada ya kuosha. Utaanza kuona matokeo. Utaanza kuona nywele zako zina unyevunyevu, zimejaa nguvu na zenye afya. Hii matumizi yake ya maski inatumika mara 1 hadi mara 2 kwa matokeo bora kwa wiki. Kwa hiyo ndo maana ya hair mask. Twende tukaangalie namna gani ya kutengeneza hair mask. Kama subscribe, kama una comment, weka comment yako hapo, niambie Mwalimu Salanga niko mkoa fulani na kuangalia nikiwa mkoa fulani. Karibu sana, twende. Hello, habari gani mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ? Majina yangu matatu, naitwa Fasadi Mohamed Salanga kutoka Sunrise Ujasiriamali ni Ajira. Leo nakwenda kukufundisha jinsi ya kutengeneza hair mask. Ni rahisi sana kutengeneza hair mask. Nishatoa nini maana ya hair mask. Twende kwenye hatua za utengenezaji. Kabla tujakwenda kutengeneza, kitu cha kwanza kabisa lazima tufahamu mahitaji ya hair mask. Kitu cha kwanza ambacho tunacho ni mango butter au wengine wanaita mango bara. Umeona? Hiyo ni mango butter, kitu ambacho tunakwenda kukitumia, na hiyo shea butter. Hiyo unaiona hapa ni mafuta ya zabibu ambayo tunayo hapo pembeni, hayo ya kijani hayo. Umeona, ni mafuta ya zabibu. Ni moja ya vitu ambavyo tunakwenda kuvitumia katika kutengeneza hair mask. Umeona? Kitu kingine ambacho tunacho ni olive oil, mafuta ya mzeituni. Kama hivyo unavyoona hapa. Haya yana kazi mzuri kabisa. Shea butter kazi yake kukuza nywele, mango butter kazi yake kukuza nywele unyevu na kuzuia nywele kukatika. Olive oil kwa ajili ya kulainisha nywele na kuleta mng'ao. Kitu kingine ambacho tunacho hapa ni Moroccan clay. Moroccan clay. Moroccan clay. Hizo clay ambazo tunazo hapa zina kazi kubwa sana. Bila kusahau nina coffee, nina hii inaitwaje, kahawa. Umeona? Na nyingine baada ya Moroccan clay nina hii hapa inaitwa unga wa watu, moja ya vitu ambavyo nakwenda kutumia. Na vitu vingine ambavyo ninakwenda kutumia ni bentonite clay. Hizi zote clay nitazitaja kazi zake moja hadi nyingine. Ila twende kwenye utengenezaji, huko nitataja kila moja na kazi yake. Na kwenda kuweka mango butter kwenye chombo changu kama hivyo unavyoona hapo. Kazi ya mango butter ni kukuza nywele na kuleta unyevu, na pia kuzuia nywele kukatika na kuzifanya nywele kuwa laini. Hiyo ndo kazi ya mango butter. Kwa hiyo hapa tunaendelea kama hivyo. Nikishapima mango butter, kitu kingine ambacho nakwenda kupima, nakwenda kupima shea butter. Zote nakwenda kuzitumia. Umeona, nakwenda kupima shea butter kama hivyo unavyoona hapo. Ni rahisi sana kama hivyo unavyoona. Karibu sana kwenye madarasa yetu ya bidhaa za nywele au sabuni za maji, sabuni za mche. Ujifunze kutengeneza hizo bidhaa ili uweze kujipatia kipato. Kwa wale ambao wanaofanya mambo ya natural hair au wanafanya nywele za asili, hii ndio idara yake, darasa la bidhaa za nywele ambazo ziko safi kabisa, ni fantastic, zina matokeo makubwa sana katika utengenezaji wa nywele. Nishapima mango butter na shea butter. Hivyo ndio vitu ambavyo nimesha vipima. Baada ya hapa, kitu ambacho nakwenda kuweka mafuta ya zabibu kama hivyo unavyoona hapo. Napima mafuta ya zabibu na changanya kwenye ule mchanganyiko wa mango butter na shea butter. Umeona?
kama hivyo unavyoona hapo. Kitu kingine ambacho nakwenda kuweka cetyl alcohol. Umeona? Nakwenda kuweka cetyl alcohol. Napima hivyo kama hivyo unavyoona kwa ule uzito ambao mimi nauhitaji, na unaweza kuzalisha kwa wingi zaidi. Hiyo ni kama demo ambayo mimi naifanya ili nikuonyeshe wewe namna ya kutengeneza, ila unaweza kuzidisha ukapata kwa wingi zaidi. Hii ni kama yani ndogo tu kwa ajili ya practical. Kwa hiyo hapa nimeshaweka mango butter, shea butter, cetyl alcohol na mafuta ya zabibu. Kitu ambacho kinaenda sasa, tunakwenda kupima poda. Poda ya kwanza ambayo nakwenda kupima ni uwatu, kama hivyo unavyoona hapo. Huu unapima uwatu. Uwatu kwa Kiingereza unaitwa fenugreek. Kazi ya fenugreek kuchochea nywele kukua, kuzuia nywele kukatika na kuzuia mba. Kitu kingine ambacho nakwenda kupima baada ya kupima fenugreek ambayo ni uwatu, nakwenda kupima coffee. Kwa Kiswahili wanaita kahawa. Naona nakwenda kutumia kahawa. Kahawa kazi yake husaidia kukuza nywele na pia husaidia kupunguza hair shedding. Hair shedding ni ile hair kunyonyoka, nywele kunyonyoka. Kwa hiyo nakwenda kupima kahawa kama hivyo. Kazi ya cetyl alcohol hii ni emulsifier, kazi yake kuunganisha. Umeona? Kwa hiyo kazi nyingine ya cetyl alcohol kwa ajili ya kuleta unyevu kwenye nywele. Kwa hiyo hiyo ndo kazi ya cetyl alcohol. Kitu kingine ambacho nakwenda kupima hapa, nakwenda kupima bentonite clay. Hizi clay ziko za aina nyingi, Moroccan clay, bentonite clay, zote hizi clay ambazo zina kazi nzuri kwenye nywele. Twende tuangalie kazi ya bentonite clay. Ni kwa ajili ya kuleta unyevu, umeona, kwa ajili ya kutibu mba na kusaidia kuondoa mafuta ya ziada kwenye nywele. Hii nayokwenda kuweka sasa, hii ni Moroccan clay. Hii hapa ina madini ya silica, magnesium, calcium na potassium. Kazi yake kunyonya mafuta ya ziada kwenye nywele, kuzuia nywele kukatika, kuzuia mba na mwisho wa siku kufanya nywele ikue haraka. Hivyo ndo vitu ambavyo inatakiwa, au hivyo ndo vitu ambavyo mimi nimevitumia. Kwa hiyo ni rahisi sana kuvifanya kama hivyo nilivyofanya mimi hapo. Ni rahisi sana. Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo nimevitumia mimi. Unaweza kutumia yang oil baada ya mafuta ya mzaituni, ila mimi nimeyatumia hayo kwa sababu yang oil ni ghali mno. Kwa hiyo vile vitu ambavyo vipo kwenye mafuta vile ambavyo nakwenda kuvi double boil, kama ulivyoona hapa nimewasha jiko, nimeweka maji kwenye sufuria, alafu juu nimeweka hiyo. Kwa hiyo hapa sasa kuna mafuta tunayaweka hapa. Umeona? Baada ya kuipua tu vimeshapata joto, kuna mafuta na kwenda kuyaweka. Umeona? Haya mafuta mimi nimeyaweka yale mafuta ambayo tumeyatumia kwenye kutengeneza mafuta ya nywele. Nimeweka hapa mafuta ya castor oil, au unaweza ukaweka hata mafuta ya nywele ya kawaida. Umeona? Kwa hiyo hivyo ndo vitu ambavyo mimi nimeviweka. Ni black castor oil na mafuta ya nywele ya kawaida. Umeona? Nimetumia yale ambayo nimeshatengeneza kwenye Ayurvedic oil, ni mafuta special kwa ajili ya nywele. Kwa baada hapa napiga mchanganyiko wangu kama hivyo unavyoona hapo, na uchanganya kwa kutumia hand blender kama hivyo unavyoona hapo. Hii ni hair mask, ni matibabu ya kina ya nywele. Kwa yule ambaye nywele zake zimeathirika na kemikali, labda na yule nywele zake ambazo zimeungua, labda zimeathirika na jua, hii ni mzuri sana kuitumia ili kurudisha nywele zako kama mwanzo au zaidi ya mwanzo na zilivyokuwa. Kwa hiyo hapa napiga mchanganyiko wangu kama hivyo unavyoona hapo, napiga vizuri kabisa ili niweze kuuchanganya. Umeona, huu sasa uko tayari. Kitu ambacho nafanya sasa, nakwenda kuweka essential oil. Umeona, nakwenda kuweka essential oil. Kazi yake pia kuleta harufu nzuri na kuua harufu ya castor oil. Umeona? Kwa hiyo kama hivyo nakwenda kuweka essential oil. Kama una DMH unaweka hapo, na kama una vitamini E unaweka hapo. Unachanganya kwa pamoja kama hivyo. Kazi ya DMH kwa ajili ya kutunza, vitamini E kazi yake pia ina kazi kubwa sana kwenye nywele, katika ukuzaji wa nywele na kuleta unyevu. Baada hapa nachanganya mchanganyiko yule wa poda na huu hapa. Umeona, nikishachanganya hivyo nachanganya kama hivyo unavyoona hapo. Hapo unachanganya vizuri kabisa ili uweze kupata hair mask mzuri kabisa. Hii inapakwa kwenye nywele
baada ya muda inaoshwa, nywele inaoshwa safi na nywele inakuwa inarudi kwenye hali yake. Umeona? Kwa hiyo kabla sijamaliza somo langu, niwatajie jinsi ya kutumia hair mask. Andaa nywele, safisha na zisiwe na maji, paka ya maski kwa kutumia mikono, funika nywele na kofia la plastiki. Umeona? Baada ya dakika 30, umeona, au lisali moja, osha nywele baada ya muda. Matokeo utayaona, nywele zako zitakuwa zimekauka, ziko safi, zina unyevu kwa mbali, zina nguvu na zenye afya. Matumizi ni mara 1 hadi mara 2 ndani ya wiki kwa matokeo bora. Umeona, utatumia mara 1 au mara 2 kwa wiki kwa matokeo bora. Kwa hiyo hivyo ndo namna ya kutumia hair mask. Kwa hiyo ni rahisi sana 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 sana. Mimi naitwa Mwalimu Saranga. Hiyo inayowekwa hapa ni DMH kwa ajili ya kutunza isiharibike, ili iweze kukaa muda mrefu bila kuharibika. Nikutakie siku njema, nikuage. Bye bye, sina la zaidi. Sera yetu inasema chukua vitu vya kawaida, vifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Take the common things and make it special. Karibu kwenye darasa la bidhaa za nywele, ujifunze mambo mbalimbali, na kuaga kwa herufi kubwa. Bye.